Movie inaanzia katika familia moja, tunaona kuna binti ameingia hapa, lakini mama na kijana wake kiume wakawa wanagombana. Sasa mama amempendekeza huyu msichana kijijini awe mke wa mtoto wake, lakini mtoto mwenyewe ndo hamtaki huyo mwanamke, lakini mwanamke alikuwa yuko tayari kwa lolote. Sasa mama alimlazimisha sana kijana wake ili akubali, lakini kijana akawa bado mgumu. Mama ikabidi aanze kulia. Sasa huyu kijana bwana anaitwa Tobena. Tobena anampenda sana mama yake, kwa hiyo hakutaka mama yake akwazike, kwa hiyo akakubali tu kuishi na huyu mwanamke ambaye mama yake amemtafutia. Sasa ilibidi amuongoze mpaka waende chumbani. Bidada bwana anaitwa Adaeze, ila sisi tutamuita Ada. Sasa Ada baada ya kufika chumbani akawa amekipenda sana chumba na akawa amekipenda sana kitanda, kwa hiyo akawa ameenda kurukia kitandani. Sasa baada ya kurukia mchizi akawaka kishenzi na kumwambia kwamba yuko kitanda nacho ni bei sana, kwa hiyo asirukie. Sasa Tobena akamkumbusha Ada kwamba yeye hapa amekuja kwa msaada wa mama yake, yeye hampendi, kwamba yeye sio type ya wanawake ambao anawahitaji, kwa hiyo awe makini wala asiweke feelings zozote. Lakini Ada inaonekana kwamba anamkubali sana huyu mchizi kwa sababu wanafahamiana, kwa sababu huyu mchizi hakuwa na maisha ya kitajiri hapo nyuma, lakini tu alipohangaika ndo akayapata ya maisha. Kwa hiyo wote wametoka huko katika maisha magumu tu. Sasa baada tunaja kumuona Ada akiwa na mama yake na Tobena. Sasa mama yake na Tobena akawa anajaribu kumshawishi Ada asimkatie tamaa Tobena, awe tu mvumilivu na mvumilie, ipo siku tu Tobena atampenda, kwa hiyo asimkatie tamaa wala asikasirike kwa maneno ambayo Tobena atakuwa anaongea kwake. Hata kama Tobena atakuwa anamwambia maneno mabaya, yeye awe mvumilivu na avumilie tu. Sasa ikafika muda kulala. Ada akataka kupanda kitandani ili alale, lakini mchizi akamzuia, akamwambia kwamba yuko kitanda asitarajie kulala siku yoyote ile, kwa hiyo akamwambia kwamba yeye atalala chini. Lakini Ada hakuwa na shida, akatanika zake kanga yake kisha akalala. Sasa nyashi ilikuwa imegeukia upande wa yule mchizi Tobena. Sasa jinsi alivyokuwa na move, kwa hiyo likawa linacheza cheza pale. Sasa mchizi akaanza kujilambalamba na akamwambia kwamba asijichezeshe kwa sababu ataweza kumfukuza hata kwenye chumba chake, kashaona majaribu ashafikia shingoni. Sasa asubuhi na mapema sana tunamwona Tobena akiwa amebeba mizigo na akiwa na mama yake. Leo mama yake na Tobena alikuwa anasafiri kidogo, lakini mama kabla hajaondoka akamwachia maagizo mawili matatu, akamwambia kwamba aishi na Ada vizuri kwa sababu huyu mama anampenda sana Ada. Sasa baadaye tunaje kumuona Ada akiwa ameandaa msosi na akawa anamuita Tobena, anamuita Tobe. Mchizi naye akatoka amekasirika kinoma, kwa nini bidada anaita jina lake kwa nguvu. Sasa bidada akamwambia kwamba chakula kipo tayari, kwa hiyo aje ale. Sasa mchizi alichomwambia sasa, hivi unajua mimi naweza nikashawishi kwa chakula chako? Unajua mimi naweza kukupenda kuchukulia kama mke wangu kwa ajili ya chakula chako? Huwezi kunishawishi kwa ajili ya chakula, kwa hiyo mimi siwezi kukupenda kamwe. Mimi siwezi kumpenda msichana wa kijijini. Ada akawa anashangaa, huyu jamaa vipi? Issue za kula anachanganya na mapenzi vipi? Kwa hiyo jamaa akamwanza kuondoka tu, lakini amemwacha Ada na maswali kibao. Sasa unajua kumuona Ada akiwa amehamia katika chumba cha wageni. Sasa akiwa amekaa huko akasikia kama sahani zinagongana. Kumbuka ndani wako wawili tu. Sasa nani atakuwa mwingine yupo jikoni? Kwa hiyo Ada ilibidi aanze kutoka kimya kimya akiwa ananyata ili akamuone nani alikuwepo jikoni. Sasa kumbe muda huo alikuwepo jikoni kwa ni Tobena. Sasa Tobena bwana japokuwa alikataa chakula muda ule sebreni. Sasa kumbe alitaka kuja kula kisirisiri ili mradi asimpe point ya Ada. Sasa Ada akatokea pale. Tobena, wewe ulisema huwezi kula chakula cha mdada ambaye ametokea kijijini. Sasa hapa unafanya nini? Sasa Tobena akaanza kujitetea. Mimi hapa nakuja kuangalia tu jikoni kama kila kitu kipo sawa. Huko anaendelea kutafuna. Sasa Ada akazidi kucheka tu kwa sababu anaona jamani mieyusho kinoma. Yaani amemkuta anakula afa anasema hafanyi chochote. Sasa Ada akataka kuchukua kile chakula, lakini Tobena akamzuia kwamba yeye bado anaendelea kula. Unafanya mchezo na njaa mzee. Jamaa njaa imempiga mpaka mwenyewe imebidi asalimu amri. Sasa asubuhi na mapema sana Tobena ameamka na kisilani kinoma. Sasa Ada amemkuta hapa na hajamsalimia. Sasa Tobena akawa amekasirika kinoma, kwa nini hajasalimiwa? Muda huu bwana Tobena akampa taarifa kwamba rafiki yake anakuja, na akamwambia kwamba amheshimu rafiki yake kwa sababu huyu rafiki yake anampenda sana na wanaheshimiana, kwa hiyo hataki amvunjie heshima. Kwa hiyo Ada anatakiwa amheshimu rafiki yake na Tobena ambaye anaitwa Emeka, lakini anakuja mida si mirefu. Sasa wakiwa bado hajamaliza kuongea, Emeka akawa ameingia pale. Sasa wakakumbatiana kwa furaha kwa sababu inaonekana kwamba hawajaonana na Tobena muda mrefu sana. Sasa muda huu wote Ada akawa anawatazama tu. Sasa Tobena ilibidi afukuze pale, amwambie kwamba akaendelee na mambo yake kwa sababu geni kishafika na kila kitu kishamuelezea. Sasa Ada akamkaribisha Emeka, akamwambia karibu sana, lakini Emeka akamshangaa na akaanza kumsifia bidada kwamba ni mrembo sana. Sasa Ada naye akamwambia kwamba naye ni handsome sana. Sasa muda huo Tobena anasoma mchezo tu. Sasa Ada akazidisha misifa ili Tobena aone wivu, akamwambia kwamba wewe ni tofauti na wanaume wengine, wewe una muonekano mzuri na unaongea kitaratibu sana. Sasa mtazame Tobena alipokuwa anamwangalia, yani dada mbona kama ananichomea, yani
yote tu ili mradi Tobena aone wivu, lakini jamaa muda wote amemind, ilibidi tu amtimue tena kwa sababu watazoeana sana. Sasa baada tunaje kumuona Adaeze akiwa zake jikoni akiwa anashausha vyombo. Sasa muda huu naye Emeka akawa ametoka kwa mikogo baada ya kujua kwamba Ada yupo kule, akatoka kwa mikogo nini, kavua zake ile koti la suti, nani amevaa singrendi kajazia, ili mradi tu mtoto amuelewe. Sasa wakaanza story pale kati ya Adaeze na Emeka. Sasa story ilizidi kwenda, hao walikuwa wafahamiani kwa majina. Emeka akaanza kumwambia kwamba yeye anaitwa Emeka lakini anapendwa aitwe Eme, lakini Ada naye akamwambia kwamba yeye anaitwa Adaeze lakini anaona bora amuite Ada. Muda wote walikuwa hawajamuona Tobena kama anawaangalia. Sasa baada ya Ada kumwambia kwamba yeye amfupishe jina, baada ya kumuita Adaeze amuite Ada, na hapo Tobena akatokea, kwa nini akuite Ada? Wewe jina lako unaitwa Adaeze, Ada linatokea wapi? Kwa hiyo baada ya kuja mjini tu unajifupisha na jina unajiita Ada wakati unaitwa Adaeze. Sasa muda huo wauni hawamuelewi nini huyu kijana, mbona kisilani sukari ipo juu sana. Sasa kumbe bwana Tobena anaona wivu bwana, kuona kama mchezo wake anaenda kujokotea dodo, wakati ili dodo yeye ililetewa na mama yake, lakini yeye ndo anazingua. Sasa Emeka ilibidi amtulize mchezo wake kwa sababu mchezo wake alikuwa kashapaniki sana. Sasa Tobena katika kuropoka kwake bwana akasema Ada ni house girl. Sasa aliposema house girl, Ada kimoyomoyo akasema kumbe ukanitamia house girl, sasa ngoja nimnyooshe. Sasa sijui utamnyooshaje, lakini tuendelee kutazama. Naomba usahau na subscribe logo chini ya video hii, usahau ku like video hii, usahau ku comment kwenye comment section. Mimi ni storyteller wako niite Imaron na hii ni Very Story. Sasa tuendelee. Sasa tunajua kwamba sasa baada ya Tobena kusema kwamba Ada ni house girl, akategemea Emeka atamdharau Ada, lakini Emeka akazidi kumwambia kwamba hii ndio opportunity nzuri ya kumpata Ada kirahisi kwa sababu si house girl bwana. Sasa Ada naye alikuwa na misifa akamwambia Emeka kwamba niko single. Sasa Tobena akamuuliza, wewe nani kakuuliza kama uko single? Ada akamwambia mimi nataka tuojue status yangu kwamba niko single, kama atanioa ili niweze kuondoka hapa kwako. Sasa Ada kwa misifa akamuomba Emeka amhug. Sasa jamaa naye alikuwa na baya, naye akamhug, lakini jamaa wetu alikuwa na wivu sana Tobena. Yaani jamaa alikuwa wa moto kinomani. Sasa siku nyingine tunaje kumuona Ada akiwa zake jikoni akiwa anapika. Sasa kumbe Emeka bwana alienda kumchukulia zawadi Ada, yaani ametokea kuvutiwa sana na Ada. Sasa mchizi pale akaanza kumtolea nguo ambazo amemletea Ada. Sasa Ada alikuwa amefurahi sana kuona kwamba mchizi anamjali mpaka amemletea zawadi. Sasa katika testi pale nguo akagundua kwamba zile nguo ni fupi na yeye hizo nguo hazipendi, ni za wadada wa kisasa. Sasa ukitoa kwamba amemletea zawadi ya nguo, sasa Emeka bwana kumbe amemnunulia bidada ya simu aina ya iPhone. Sasa kama unavyojua bwana, wadada wanapenda sana iPhone na hasa hawa dada zetu wengi wanaumia kupitia hizi simu. Sasa baada ya Ada kuona ameletewa iPhone aliweza kufurahi sana kwa sababu yeye alikuwa anatumia button, vidole vyote vilikuwa vishakomaa. Sasa Adaeze alimshukuru sana Emeka kwa kumletea zawadi nzuri kama hizo, na Emeka akamwomba kwamba Ada azivae hizo nguo hata kama azipendi, lakini azivae ili amuone kama amechagua vizuri. Sasa baada ya muda kidogo bwana, Emeka na Tobena akawa anapiga story wako sebreni. Sasa akiwa anaendelea kupiga story, Adaeze akatokea akawa amevaa nguo ambazo amenunuliwa na Emeka. Alikuwa amependeza kinoma, shape ilikuwa imejichora vizuri kinoma. Sasa akaenda moja kwa moja kwa Emeka ili akamuonyeshe kama kweli amependeza. Sasa alipokuwa amesimama akanitazama Emeka, shape lote limebaki kwa Tobena. Sasa Tobena akawa anajiramba, anashangaa kumbe mtoto mnyama. Tobena akashangaa sana kuona kwamba leo Ada amependeza sana na ameona shape halisia ya Ada. Kumbe bwana shape ya Ada bwana anajifichaka kwenye ile midela. Sasa Ada ni mtoto fulani amenyooka kinoma, piskari, shape fulani hivi, unifa mwingi. Sasa Emeka akamwaga sifa nyingi baada ya kuona Ada amependeza kinoma. Sasa alimwaga sifa akasema sasa huyu ndo mwanamke ambaye nahitaji kumuoa. Muda huo Tobena anamwangalia. Sasa siku inayofuata tunaje kumuona Emeka akiwa amependeza kinoma. Sasa Tobena ilibidi aanze kumuuliza, mwanangu leo unamtoka ama upata? Mzizi akamwambia kwamba anatoka kidogo. Sasa baada ya muda mfupi Adaeze naye akatokea amenoga kinoma. Sasa Tobena ndo akashangaa, kwani nyinyi wauni mnatoka au? Lakini Adaeze akamwambia kwamba chakula kipo tayari na kipo kwenye friji. Kwa hiyo njaa ikimuuma akachukue apashe ale kisha alale, asiwasubiri wao kwa sababu wao wametoka zao. Sasa Tobena akawa hawaelewi, hawa mbona wana moto sana. Hii yote Adaeze anamfanyia kwa sababu kumbuka alimuita house girl. Sasa ili aone wivu anaamua kumkumua na rafiki yake Emeka. Kwa hiyo anatoka hivi kama wanapendana hivi. Yaani Tobena alikuwa anaona wivu mpaka akataka kupasuka. Sasa Tobena baada ya kuona ameachwa peke yake ilibidi ampigie mama yake simu kwa sababu mama yake ndo amemtafutia huyu mwanamke. Sasa akamwambia kwamba mama, huyu mwanamke ndo nitafutia hajatulia, ni malaya kwa sababu hapa ametoka kutoka na rafiki yangu anaitwa Emeka. Sasa mama yake anamuuliza, sasa wewe wivu wako nini? Wewe ulimkataa, wewe ulimwambia umtaki mpaka ukamuhamisha na chumba. Sasa hivi wivu wako nini? Sasa jamaa akajitetea, mama akakata simu. Kwa mchizi ashaanza kupata wivu na yeye anaonekana kwamba na yeye ashaanza kumpenda Ada. Sasa baada ya siku kadhaa tunamuona
Emeka akiwa amebeba mizigo yake na anaondoka. Sasa kumbe hapa ilibidi akimapumziko tu kwa rafiki yake kama kumsalimia na kisha anaondoka. Sasa kabla ya kuondoka ilibidi amwage Ada, akaongea naye na akaambia kwamba amtafute na watakuwa wanachati muda wote. Muda huo Tobena anawatazama tu. Sasa Tobena sijui naye ana mipango gani, lakini ilibidi aanze kumwambia Emeka kwamba mzee, utachelewa ndege yako. Akaanza kumharakisha Emeka ili awahi kuondoka kwa sababu alishaanza kuwa mwiba katika maisha yake. Sasa baada ya Emeka kuondoka, Adaeze akawa ameenda zake supermarket kununua mahitaji ya hapo nyumbani. Sasa Tobena aliporudi nyumbani alimtafuta Adaeze balaa. Sasa Adaeze baada ya kufika akakutana na mlinzi. Mlinzi akamwambia kwamba mama, ulikuwa wapi? Maana yake Tobena amekutafuta na hisi mpaka chini hata ya uvungu, lakini hajakuona. Pia alikuwa na hasira kinoma yani. Sasa Ada ilibidi aende ndani. Sasa kufika ndani akamkuta mchizi akamuuliza ulikuwa wapi, na bidada akamwambia kwamba alienda supermarket, lakini jamaa akamwambia sawa. Sasa Adaeze akawa muelewi, vipi leo umeona anaonekana kama kujali hivi. Sasa ilibidi amuulize vipi, umenimisi au? Sasa Tobena akamwambia kwamba mimi siwezi kukumisi kwa sababu mimi huwezi kunishawishi hata kidogo, kwa sababu wewe ni mwanamke wa kijijini, kwa hiyo huwezi kunishawishi kwa lolote. Sasa Ada akasema sawa, kisha akaamua kuendelea na mambo yake. Sasa ilipofika majira ya usiku tunamuona Tobena akawa ameenda chumbani kwa Adaeze. Sasa inaonekana kwamba anaumwa. Sasa Tobena akaanza kumwelezea Adaeze wapi ambapo anaumwa. Sasa akamwambia kwamba naumwa kwa ndani. Sasa Adaeze akawa muelewi, unajua mtu unaumwaje kwa ndani afu hamuelewi. Sasa jamaa akawa ameingiza mikono chini huko kwenye makendembende. Kumbuka Tobena ashatoa dharau nyingi sana kwa Adaeze kwamba ni mwanamke wa kijini hawezi kumshawishi. Sasa leo sijui alipatwa na nini, kwa hiyo akawa anamuomba favor Adaeze amstiri usiku wa leo kwa sababu inaonekana kwamba hali mbaya, ameshindwa kuvumilia. Sasa Adaeze naye akaanza kulinga, akamwambia umeshasahau kama mimi uliniambia kwamba ni mwanamke wa kijijini? Lakini Tobena akajitoa hadi akili, hapana wewe unajua kabisa mwenyewe sina akili vizuri. So jua tena akajishusha sana ili mradi tu fanyiwe favor. Usiku wa leo tu angalau hata apinduke kwa sababu imekuwa muda mrefu toka apinduke. Lakini Adaeze akakataa kata kwa sababu anakumbuka dharau ambazo jamaa alimuonyesha kwamba yeye ni mwanamke wa kijijini na matusi ambayo yote aliyomtukana hawezi kumfanyia favor yote. Jamaa akaambiwa kwamba hapa hapati kitu mzee. Jamaa baada ya kuona kabisa ameshanyimwa akaona bora ngamtafuta hata Mwajuma sabuni kwanza ili ngajue na majimaliza vipi. Sasa asubuhi na mapema sana tunaona kuna bidada ambaye anaitwa Felicia akiwa anaingia hapa. Sasa huyu bidada bwana ni mchumba wa Tobena. Sasa huyu bwana ndo amesapoti mpaka Tobena ameweza kuwa tajiri kama unavyoona na anamiliki nyumba nzuri namna hiyo. Kwa hiyo familia ya Felicia ndo imemsapoti Tobena mpaka amefikia hapa ambapo yuko. Sasa baada ya kufika alimuona Adaeze. Sasa Felicia akamuuliza Tobena kwamba Adaeze ni nani? Lakini Tobena akajitetea kwamba Adaeze ni mwanamke ambaye ameletwa na mama yake ili aweze kusaidia kazi hapa nyumbani. Sasa kumbe muda wote huo ambao walikuwa wanazungumza hapo, yeye Adaeze alikuwa anasikia. Sasa akarudi ndani akiwa na uchungu sana. Alitegemea kwamba huyu mwanaume hatakuwa na mwanamke na yeye alikuwa anampenda kinoma. Sasa akagundua kwamba mchizi ana mwanamke wake, tena mwanamke mwenyewe ni anamuendesha balaa. Sasa muda kula bwana tunamwona Felicia akiwa amekaa na Tobena. Sasa wakawa nakula. Sasa chakula kilikuwa ni kizuri mpaka Felicia mwenyewe akawa anafia. Sasa akauliza nani ametengeneza hiki chakula. Sasa Ada muda huo ndo alikuwa ametokea. Sasa akasema kwamba yeye ndo ameandaa hiko chakula. Sasa baada ya Felicia kujua kwamba Ada ndo ameandaa hiko chakula, akabadilisha mawazo na kubadilisha maneno, akasema kwamba hiki chakula ni kibaya. Alijua tu huyu mwanamke hajui kupika. Ameshasahau kama hapa ametoka kusema kwamba chakula ni kizuri. Felicia akaamua kuchukua chakula cha Tobena na cha kwake kisha akavichanganya na kumuita Ada ili aje avitoe kwa sababu hawezi kula tena kwa sababu sio kizuri. Sasa wakaanza kula matunda. Lakini muda huo Tobena alikuwa anataka kuendelea kula kwa sababu njaa bado inamuuma. Lakini kwa sababu wa wivu wa Felicia unamfanya mpaka anashindwa kula. Sasa kutokana na ile tukio bwana tunamuona Tobena akiwa ameenda chumbani kwa Adaeze ili kumwomba msamaha kwa sababu ile inaonyeshwa pale ni dharau. Sasa Tobena ndo akaanza kumuelezea issue jinsi ilivyokuwa. Kama nilivyokuambia kwamba yule bidada ndo amemfanya Tobena kuwa tajiri. Yaani wazazi wa yule dada Felicia ndo wamefanya mpaka Tobena ameweza kupata hizi mali kwa sababu bwana kazi bila support huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo amepata support ya wazazi wa Felicia ndo maana amefanikiwa. Sasa akaanza kumuelezea kila kitu Adaeze ili amuelewe. Lakini Adaeze akamwonea huruma kwa sababu jamaa yupo kama kwenye kifungo tu. Sasa alimuelezea sana mpaka mwisho akakubali na akamuelewa. Sasa Tobena akamkisi Ada ili kuonyesha kwamba Tobena alikuwa anampenda na yeye Ada, ila tu ndo vile akawa anajifanya mgumu. Lakini hao wale bwana wanapendana sana. Sasa kumbe muda wote huo Felicia alikuwa anawapata mubashara akiwa mlangoni anawasikiliza vizuri sana. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Felicia kasikia kila kitu. Sasa asubuhi na mapema tunamwona Felicia akiwa amebeba shangazi kaja ya Ada. Sasa alipokuwa amebeba kama ameshika kitu kichafu sana na mkononi alikuwa ameshika bahasha ya kibunda. Sasa hii yote inamaanisha kwamba Ada aondoke nyumbani kwake. Sasa muda wote ambao wao walikuwa
wanagombana, muda huo Tobena alikuwa amelala. Sasa akaamshwa na kelele za Felicious akiwa anamfukuza Adaeze. Sasa Adaeze akawa jaribu kumuomba msamaha na kumwambia kwamba kama kuna kitu amekosea amwambie, kwa sababu alikubaliana na Tobena kwamba kila kitu ambacho Felicious atamwambia atabidi afanye. Sasa Tobena alipotoka akaanza kumwashia moto Felicious. Sasa Felicious kwa sababu mzee wake ana maokoto na amemsupport Mchizi, kwa hiyo akawa anatumia ile kama fimbo, lakini Mchizi yule akaja kivingine akamwambia kwamba Ada hawezi kwenda mahali popote, labda uondoke wewe. Sasa Felicious akamwambia fikiria mara mbili maamuzi yako, usije baadaye ukawa unanipigia magoti ukiniomba msamaha ili nirudi tena kwako. Lakini Mchizi akamwambia yani niko tayari kupoteza kila kitu, na nilikuwa namtafuta mwanamke kama Ada ambaye anaweza kuwa mke wangu, lakini sio wewe shetani, tena wewe ni mchawi. Sasa baada ya bidada kukataliwa, Felicious akaamua kwenda kuchukua vilago vyake ili asepe. Sasa muda huo Ade haamini macho yake, haamini kama Mchizi ameweza kumkataa mwanamke mwenye pesa na ambaye ana sapoti kubwa sana katika maisha yake, alafu kamchagua yeye ambaye hana maisha, kwanza ni mwanamke wa kijijini, mshamba kiufupi. Sasa bidada Felicious alipokuwa anatoka kaanza kumpiga mikwara Tobena kwamba atamuonyesha, lakini Mchizi akamwambia kwamba wewe huwezi kunifanyia lolote, wewe ni mshamba tu. Sasa bidada akaingia zake kwenye chuma yake na akawa anapakiza zake mabegi yake ili aweze kuondoka. Sasa asubuhi na mapema sana tunakuja kumuona kwamba Tobena akawa amemwandalia breakfast Adaeze. Sasa Adaeze anakuja kuamka anakuta ashaandaliwa breakfast. Sasa kumbe breakfast ilikuwa na maana kubwa sana. Kumbe bwana Tobena alikuwa ameshampenda Adaeze, lakini changamoto ikaja kuwa kumwambia. Sasa ile breakfast wakiwa wanaendelea kula pale, ndo Tobena akawa anamwambia Adaeze kwamba jinsi anavyojisikia moyoni mwake, na Adaeze akamwambia kwamba anavyojisikia na yeye ndivyo anavyojisikia hivyo hivyo, kwa hiyo asijali chochote. Kwa hiyo akawa na enjoy tu pale. Sasa baada ya siku kadhaa tunamuona Emeka na mamake na Tobena wakiwa wamekaa sebreni, na muda huo Tobena akiwa amekaa na Adaeze. Sasa stories zilikuwa zinapigwa hapo bwana. Kumbe Emeka ile issue ya kumtaka Ade ilikuwa ni uongo, kumbe vyote alikuwa ametumwa na mamake na Tobena. Sasa kumbe ule wote ulikuwa ni mpango. Sasa hapa ndo akawa anaweka wazi hawa wawili kwamba ule ulikuwa mpango, ili mradi tu Tobena apate wivu ili awahi kuwa na Adaeze. Sasa tunaona pia Tobena akawa ameandaa surprise ya kumvisha pete Adaeze. Sasa Tobena akaanza kumwambia Adaeze kwamba will you marry me. Sasa Adaeze kabla hajamaliziwa marry me, Adaeze kashalopoka yes kitambo sana, mpaka mama na Emeka wakashangaa sana kuona bidada kumbe alikuwa na shauku kubwa kiasi hiki. Sasa baada ya hapo likapigwa busu fulani vila vificho vingi ili mradi bi mkubwa asione kinachotokea, kisha akafurahi sana. Emeka naye akampongeza sana Tobena kwa kupata mwanamke bora kama Adaeze. Sasa na huo unakuwa mwisho wa mzigo huu. Usisahau kubonyeza neno subscribe ulikuwa chini ya video hii, pia usahau kulike video hii, usahau kuachia maoni yako kwenye comment section. Umeuonaje huu mzigo? Na sisi ni Verox Story, mimi ni storyteller wako, niite Imaron.